Kuma oro hĩndĩ ya thirikari ya Moi nginya thirikari ĩno ĩkuo na hihi nginya thirikari iria cigũka thutha ũyũ, mwanake ũyũ akoretwo na egũkorwo arĩ moko-inĩ ma thirikari ici. Ũyũ agathĩkĩtwo kĩoho kwa ihinda rĩa mĩaka 27 na ohirwo ena miaka 16 tu. Mimi ni Mkamba, mzaliwa wa Machakos, lakini tulihama huko. Tunaishi Mombasa, sehemu inaitwa Kwale. Jela niliingia nikiwa na miaka 16 na saa hii nimekaa 27. Na sina tumaini la kwenda, sijui nitaenda lini juu kifungo ni ya life. Wakati wa serikali ile niliyokuwa nao ya KANU, hawakuwa wanaangalia umri, walikuwa wanaangalia kitendo. Juu wangekuwa wanaangalia umri, wangeangalia yangu. Nilihukumiwa Mombasa, nikapelekwa Shimo la Tewa. Shimo la Tewa nilikaa hapo nikiwa na huzuni sana. Juu kitu cha kwanza, hata masomo kwa nimesoma, ndio ukweli. Athomete kothi iria ciothe ciheanagwo njera na agatugwo na marũa ma gũthoma kothi ici, marũa marĩa atoĩ kana nĩ akamahũthĩra nja wa njera, kuona agathĩkĩtwo kĩoho kĩa maica njera akorwo ti gũkuĩra njera. Naenda Shimo la Tewa, nikatoka Shimo la Tewa nikakuja Kamiti. Kamiti nikakaa, nikaenda Manyani. Manyani nimekaa, nimekuja hapa. Mimi si kujifunga kwa hizo kazi za jela. Nianzana na hizo kazi za jela, kafanya post, kapata grade 3, 2, 1 ya post. Katoka hapo nikaenda Meto, nikafanya 2, 3, 1 huko Meto, nikaenda polishing, nikafanya 3, 2. Na baada hayo yote kufanya hiyo kazi ikawa iko katika akili yangu. Na baada hiyo nikakuja nikagundua hiyo sio talent yangu. Kakuja nikajua talent yangu mimi ni msanii. Maisha ni mtu, maisha ni wewe mwenyewe. Vile utakavyojiamulia katika life yako, hivyo ndivyo utakavyoishi. Mimi nilipojiamulia nikasema sitakaa bure. Mimi naona faida ya yale mambo nafanya ndani ya Ngereza. Oro gũkũ njera hamwe na arunake nĩ akũranĩte atĩ arĩ na kĩheo kĩa ũini na nĩ atungĩte nyĩmbo. Pole sana mama yangu we, mimi nilikosa nisamehe, kijijini wote ndio wakosea. Ninaomba nisamehe, kijijini wote ndio wakosea. Ninaomba munisamehe. Ainaga nyĩmbo kũringana na maũndũ marĩa marathiĩ na mbere kũhanĩka gũkũ bũrũri-inĩ. Ta rĩu mena rwĩmbo rũretwo Handshake. Ngeithi iria ciĩrĩga kũgeithanio nĩ anene. Baba naomba handshake iliyo ya amani. Ona rĩngĩ hihi nĩ mekũruta rwĩmbo rwa BBI. Marĩ gũkũ njera nĩ marũmagĩrĩra maũndũ marĩa marahanĩka bũrũri-inĩ. Mwanake ũyũ ũnini wake ũthirĩire njera na ndakenetio nĩ kĩoho gĩkĩ, kuona onakorwo no mahĩtia nĩ aherire na agĩcenjia tene mũno. Na nasa kukufungia mahali, nikitaka ubadilike. Ukae miaka kama hiyo sasa nimeishi ndani ya Ngereza 27 na usibadilike. Juu ya nini? Ule uamuzi una. Unaona, na uamuzi ni wa mtu yeye binafsi. Vile atakavyoamua katika maisha yake. Nimepoteza masomo yangu. Ya pili, nimepoteza miaka yangu. Ya tatu, hata niachiliwe leo hii, naenda kuanza nimepotea juu ukifikisha miaka 42, kusema ukweli, na una family. Hebu sasa nitalikava na miaka ngapi? Kitu ongea kweli. Nitalikava na miaka ngapi? Sio nimepoteza. Ukiangalia ile kitu ilisababisha nipoteze, si kupenda kwangu. Si kukaa nikapanga niende nikafanye, nilikutikana nyumbani. Niacho nyumbani. Na nikaitwa nikaenda, na hiyo ikawa ni hivyo mpaka leo hii iko hivyo. Lakini hiyo siwezi weka katika roho yangu kwamba ati nilifanyiwa hivi na complain hadi niangalie na nijue na nielewe, nijue kwamba Mungu amepangia kila mwanadamu maisha yake. Peter Kilonzo areta mũndũ ũtaremenyerera kũingĩra njera kĩrimũ kĩnene, kuona ũtũũro wa njera nĩguo mũru ũngĩkora mũndũ, tondũ nĩ agĩikarĩte kuo miaka 27. Jela si mzuri.
kijana mdogo naye kama utanisikiliza ukiwa mahali huko na wewe mkubwa, jela si nzuri. Angalia saa hii na miaka 42 na sina bibi, sina shamba, sina kuku, sina nini na niko hivyo. Kisha na maana ni nini? Ni makosa iliyotendeka. Siwezi sema si kutenda, nitasema saa hii nilitenda. Juu ya nini? Nilipatikana na hatia. Na ukienda kotini, koti itakwambia nimekupata na hatia. Koti ikikupata na hatia haikuwa kwa kitendo. Kwa hivyo imekupata na hatia, wewe ndiye mhusika wa hicho kitendo. Inabidi uchukue lile jukumu. Jela si sehemu za kukaa. Jela ni sehemu moja mbaya. Juu maisha si ya kufungiwa. Maisha ni uwe freedom ukijitafutia wewe na familia yako. Kwa hivyo kama utatamani kuja jela, wewe nitakuita wewe ni mjinga. Juu ujijui na ujui maisha yako. Wewe una faida kubwa sana kwa jamii. Kwa mambo mengi sana. Kwa ujenzi wa inji, ujenzi wa boma yako, kutafutia familia yako. Hiyo ni kitu ya maana sana katika maisha ya mwanadamu yule anayefikiria kuhusu kesho. Kula ni laini. Kulala ni laini. Kushinda hata section ni laini. Juu benchi mnapewa watu 5, mnashinda hapo mkiwa 5. Hiyo ni laini. Hesabu ni 5. Hiyo masharti hiyo ya kuanzia asubuhi mpaka jioni ukifanya. Kama uko na akili, huwezi sema hapa ni sehemu nzuri. Juu hapo huwezi jisemea kitu na ufanye. Hakuna, ni uamuriwe vile afande atakavyosema, hivyo ndivyo utakavyosema. Kuna msemo tunasemanga hapa, ni kutii na kuvumilia kanuni ya serikali. Juu si yeye alikuleta hapa, wewe ulifanya kuletwa na ukamkuta. Kwa hivyo ile utakaomkuta nao itabidi ufuate hiyo. Section hakuna tafadhali, utafanya kazi. Saa hii mna bahati. President amesimamisha mambo ingine. Ilikuwa karai ni 7 huko Manyani. Upike karai 7 za kokoto ndio uende ukakule lunch ya saa 5. Kwa hivyo huyo mtu anayesema ati jela ni kuzuri, huyo anajidanganya. Na mimi ningemkemea sana nimwambie hapana. Na tondu wina maruru maingĩ ũguo rĩ, niki gĩa kũrehire jera? Ni kitu ya maajabu sana mtu kuja kusema ni wewe. Ali wewe mwenyewe unajua si wewe. Najua hata huyo mtu kumuuliza swali, unashindwa utaanzia wapi, umalizie wapi. Mimi nilikuja itwa nyumbani kwetu. Na watu waliokuja kwetu. Kaniambia kuna mtu ako sokoni pale. Tuende ukatuelezee kama unamjua. Mimi nilipofika pale juu zile nguo ndugu yangu alikuwa amevaa asubuhi akitoka kwa nyumba. Nikiwa naingia pale nikaona na ule si ndugu yangu amelala pale chini. Nilipoenda pale nilikuta ndugu yangu akiwa marehemu. Assistant chief yuko hapo, mzee wa mtaa yuko hapo. Wamesimama hapo wote. Akaniuliza huyu unamjua? Nikaambia huyu mimi namjua, ni ndugu yangu. Unamjua kabisa? Ni ndugu yangu. Mimi nikakaa hapo. Polisi walikuja juu ni mbali na Kwale police station. Polisi walipokuja, polisi nao walikuwa wanataka mwenye huyo mtu. Sasa tukabebwa mimi na marehemu. Nilipopelekwa huko, mimi nikifikiria watanirudisha, wako nirudisha, nikafungua seli. Kaambiwa kesho asubuhi utaandikisha statement. Statement ile niliambiwa niandikishe ni statement ya kitu sijui. Nikauliza sasa, na ndugu yangu mmemweka wapi? Kaniambia ndugu yako ako mochari huko. Mambo yake hiyo ni baadaye, lakini sasa wewe utaandika statement juu kitendo inasemekana mlikuwa wawili. Complainant kama atakuja aseme si wewe, sisi tutakuachilia. Complainant ako nifanyia paredi. Mimi tulikuja kutana complainant kotini. Mimi na ndugu yangu tunafanana. Marehemu. Huyo mwingine aliyekuwa naye simjui. Marehemu complainant aliponiona, mimi nasemanga alinifananisha na yeye. Juu tunafanana na marehemu. Na simulaumu yangu complainant kusema ni mimi. Ile kitu mimi najuanga, Mungu ndio anajua. Juu hata nikisema yaliyoko ndani ya roho yako mimi siyajui, lakini Mungu anajua nilitenda ama sikutenda. Shira no amuremereire na akinina mieke yothe ya gucokia shira riko. Mimi koti ilinipata na hatia. Niliponipata na hatia ikanihukumu kifo. Hiyo ni 95. Kuanzia hapo mimi nikawa nasukuma sentence ya death. Kingojea kaandika petition kwa president. Petition tulipoandika kwa president ilikaa na ikarudi. Iliporudi ilikuja ikiwa imesema niende life. Na nikaingia life. Hiyo ni 03 mwezi wa 3 tarehe 25. Nikakuja life. Hiyo mali ilikuwa ni baiskeli
unga na pesa 30,000 sijui na ngapi ili alishikwa nazo. Mimi kwa defense ndio nilielezea nikasema mimi niliitwa kwa sababu ya kumtambua ndugu yangu. Na nilipomtambua ndugu yangu ikasemekana tulikuwa na yeye. Ruo makiria rurokira kuigua ati ria muthia guka kuonwo njera ni andu ake ni makiria ya miaka 15 mithiru. Mimi yule mtu alikuja kuniona ni mama yangu ambaye ni 06. Kuanzia hapo sijaiona mwingine anakuja. Mimi naishianga na hao ndugu zangu wengine, hao ndio ndugu zangu. Kuwa na shida naita yule naona anaweza saidia mimi na ananisaidia. Hihi niki wagaga nari kuiguirwo tha ume njera ni ukauma njera muthenya umwe ungikaga kuma njera kugathia atia hihi? Ukweli ni kwamba Mungu ndio anajua. Juu nikikwambia ni leo nitakuwa nakudanganya, nikwambia ni kesho nitakuwa nakudanganya. Mimi kifungo yangu haijabadilika, ni life. Na hiyo ndio ile sentence nilipewa tangu nibadilishiwe hukumu na president. Hata nisipoachiliwa mimi niko huru kiroho, juu Mungu anajua nilitenda ama sikutenda. Mwanadamu hawezi jua. Kuna power of mercy. Power of mercy tulianzana na wao na tukamalizana na wao na nimehitimu kwenda nyumbani, juu hata walipoenda kwetu walikuta nangojewa na saa hii na wangojea. End time wanaweza niachilia na niende nyumbani. Mwanake uyu akoretwo agithama kuma njera imwe nginya iria ingi na kambeini nene muno ya kurutana ugwati wa uhuthiri wa dawa cia kulevya. Ni wira mwega no guku njera utikiri na huthiri ya dawa ici, no angikorwo enja wa njera ni angiateithia andu aingi. Kuna grupu zilikuwa zinakuja hapa kama Yaden wakawa wanatufunza. Hapo tukatengeneza yetu ya drugs ni noma. Tumehubiria kuanzia huko Shimolatewa, Manyani, Kamiti na saa hii iko hapa. Kilonzo tomutiga njera-ini nene ya arume mwena wa Naivasha kaunti-ini ya Nakuru. Kichwa ngumu tutupilie mbali kaka, na tusikize tunayoelezwa na wazazi. Kichwa ngumu tutupilie mbali kaka, na tuombane msamaha na jirani. Na eo ni tabarĩra ya njera-ini citu na njĩtagwo Simon Kibe.